kumtambua mtoto na kujua usibake. Maana sisi tunachoamini ni kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye ana uwezo. Mtu anaweza asiwe na uwezo wa kukaa darasani sana kusoma sana, kila mtu ana kitu ambacho Mungu ameweka. Kwa hiyo kutambua vipaji vya watoto, lakini si kuwa na kituo. Tunatamani kwamba nitamani kwamba tuwe na eneo ambalo tunawaweka watoto. Kwa nini? Mimi nimesema kwamba nafanya huduma ya missionary. Naenda huko vijijini. Ninakutana na watoto wana changamoto. Yaani hapa sasa hivi kunakuja mabadiliko hapa kwa mji huu. Lakini ninapoenda kule vijijini, mara nyingi nikija nadia nachoka. Naenda kwa watumishi, yani nasema nimeenda mwaka juzi, nimekutana na watoto jinsi wanawekwa, yani nakaa ndani ya nyumba nayokaa. Watoto wamekuja ndio wanalazwa wale watoto wadogo, alafu wakati vijana wao walikuwa na nani wanatairiwa. Wao wanakuja alafu nao ndio wanakuja kwa kutoa watoto afu mko kwenye hiyo nyumba. Niliona jana mdogo. Lakini ukiangalia mtoto amesoma, hawajui kwanza mambo ya kusoma, hawajui mambo ya kumjua Mungu. Hawajui mambo ya kanisa, hawajui cha nini. Kwa hiyo mimi naona kwamba kitu changu kiko hapa, lakini hakilengi sana. Ndio sasa hivi tunaposukuma hivi ni hawa hapa pembezoni. Na hii baada ya muda tutakuwa tunawachukua watoto huko mbali. Nina watoto kama 2 3 nimewakuta kwenye mazingira magumu sana. Na nikija huwa naenda, serikali yangu viongozi wengi wanajua kama mimi ni kichaa wakati mwingine. Maana yani sasa hizo nashindwa kujua, sijali kwamba una cheo gani una nini. Jamani, mimi nimeenda nimekuta kitu kama hivi. Sina uwezo wa kuwasaidia. Lakini kuna changamoto hii. Kuna binti nimeenda amefungwa, ni mtoto wa miaka 12. Lakini amefungiwa kwenye mti. Amechapwa kwa sababu amepeana kwa babu. Yaani babu mkubwa zaidi ya baba yake. Alafu binti amekimbia kwa sababu ni muoga, ameogopa. Amekuja amepata sema aende. Ameshindwa, amechapwa. Naambia tu serikali nisaidieni mimi kumleta huyo mtoto. Mimi niko tayari, ninawafahamu watu wengi sana, kuna vijana wengi nimewapeleka kwenye vituo tofauti kwenda kusoma. Mimi nitampeleka, lakini kwenda kumchukua huko, mimi kwenda kumpeleka sitaweza. Wanakuambia uweke mafuta gari, sijui ufanye nini. Naambia mimi sina uwezo, nasikia tu kunaumia. Lakini ningekuwa na kituo changu hapa, nina nyumba za kuwahifadhia. Huyo mtoto siku hiyo asingelala. Ningekisha nimemleta wapi? Hapa, ningemchukua shule yote angeenda kusoma elimu ya watu wazima. Angeendelea. Kuna wengi nimewachukua. Subeti leo tulemnaye darasa la ngapi? Na ni form 2. Tulimpeleka. Akapelekwa shule akaenda elimu ya watu wazima. Leo hii yuko ni form 2. Unaona, Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ninatamani sana kuwa na eneo kituo cha watoto, kituo cha watoto. Tunatamani kuwa na shule special. Maalum. Yaani si media international. International, yaani zile ambazo nikileta mtoto huyu siku moja, yani tunahakikisha kwamba kwenye kupitia hapa tutapata watu wakubwa ambao watalea nchi yetu, ambao na pia wawe chini ya maadili. Tunakazana sana hiki tuweze pia ukija ni tofauti watoto wa kwetu. Maana mwalimu akija nawaambia si mwalimu na mhitaji mtumishi. Atakaelea watoto. Kwa hiyo nina maono makubwa. Kaisa wengine akaga anasema nanyanyuka sana. Hivi ndio wanasemaga Waswahili ni ndoto za nini? Za ongea Mungu, lakini hapana. Kwa nini umeweka na kwa nini umenirudisha hapa? Mimi sijawahi kuwaza kama ningekuwa Afrika kwa Masai leo. Lakini kwa nini niko hapa? Kama niko kwa lengo la Mungu na kama kweli nimeweza kutii sauti ya Mungu, na mimi siku moja Mungu atafanya kitu. Na kwa nini? Kwa nini kama mmefika leo nyie hatufahamiani? Sisi siku moja Mungu atafanya kitu. Anaweza kusaidia. Na ninaomba nitumie nafasi hii kuendelea baada ya kujibu. Ya basi nimezungumza sana kwa habari ya mimi. Lakini kwa kuwa nimezungumza historia kubwa ninaomba nili hapa kipaumbele. Lakini pia si ninapaswa hapa kufanya utambulisho. Maana mnaona watu wengi wako hapa. Baba. Yes. Watu ambao wanasababisha mimi. Go put it back. Bwana Yesu atusaidie. Huduma yetu hii na tuna bodi wapo na wako hapa wachache wanaotambulisha. Eustace naomba usogee huko. Ni mwana bodi. Eustace huyu hapa anaitwa Moyo, Mr. Moyo. Ni nje ya wengine bodi nikiwemo huko, lakini amekuwepo kwa kutambulisha na ninamshukuru Mungu kwa ajili yao. Wao wamekuwa bodi wakiwa watoto. Nilifanya hii kwa maono, nilikuwa na askofu wangu sasa hivi ni marehemu, kwa nasemaga Mungu Baba, kwa nini